Na mikono mingi, maana tafiti zinasema zaidi ya 84% ya watu wakati fulani kwenye maisha lazima wapitie hii changamoto ya kuumwa mgongo. Kwa hiyo si jambo la ajabu kujua kwamba miongoni mwetu wako wahanga wa changamoto hii ya maumivu ya mgongo. Sasa maumivu ya mgongo yanasababishwa na vitu gani? Maumivu ya mgongo yanasababishwa na mtindo wa maisha, lakini yanaweza yakasababishwa na ajali, lakini yanaweza yakasababishwa pia na baadhi ya magonjwa kwenye mwili ambayo kwa kadri yanavyoendelea huwa inafika hatua yanaumiza nini? Yanaumiza mgongo. Sasa moja ya kitu cha msingi ni kwamba duniani na mtaani kuna nadharia nyingi sana zinazozungumzia maumivu ya mgongo ambazo si za kweli. Sasa kuna mambo ninayotamani uyajue. Kabla hatujaendelea mbele, kuna mambo ya msingi sana ninatamani uyajue kuhusu maumivu ya mgongo. Moja, maumivu ya mgongo yanaweza kuwa makali, lakini ni mara chache sana huwa hatarishi au yenye kulemaza. Kulingana na tafiti, 98% ya watu hupona maumivu ya mgongo kwa haraka ndani ya wiki 4 hadi 6, na wengi kati ya hao hupona bila matibabu. Jambo la pili ambalo ni muhimu ujue kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba epuka kulala kitandani. Wengi wao wanadanganyika kwamba ukipata shida ya mgongo bwana, sasa unatakiwa usifanye kazi yoyote, unatakiwa tu ulale. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa kuliepuka. Tunaambiwa epuka kulala kitandani, rejea kwa haraka kwenye shughuli zako za kawaida, taratibu lakini kwa uhakika. Usirejee tu kwenye shughuli zako kwa nguvu haraka, rejea taratibu kwa uhakika. Uchunguzi wa sasa wa kisayansi unaonyesha kwamba kupumzika kwa muda mrefu na kuepuka shughuli kwa watu wenye maumivu ya mgongo huongeza maumivu zaidi, huongeza ulemavu na kuchelewesha uponyaji. Hivi ni vitu vya muhimu sana ambavyo natamani wewe unayenisikiliza uvishike kabisa. Jambo la tatu, kuna watu wanasema hii shida ya mgongo hii mpaka upasuaji. Sikia nikwambie, upasuaji hauhitajiki sana katika matibabu ya mgongo, isipokuwa tu pale ambapo mishipa ya fahamu imegandamizwa na kuathiri sehemu nyingine za mwili kama miguu na kupelekea dalili kama maumivu, kufa ganzi na kuchoma kusikovumilika. Zingatia hiyo pointi ya mwisho, kusikovumilika. Upasuaji unaweza ukaleta nafuu kwenye hayo maeneo mengine yaliyoathiriwa, lakini matokeo ya muda mrefu ya kutibu mgongo kwa upasuaji huwa sio bora ukilinganisha na mbinu nyingine za matibabu kama mazoezi. Jambo la 4 la kuzingatia kuhusu maumivu ya mgongo ni kwamba kuna watu wanasema sasa kwa sababu na shida ya mgongo ninywe dawa za maumivu mara kwa mara. Sikia nikwambie hii, dawa za kutuliza maumivu haziharakishi kupona kwako. Zinapaswa kutumika pamoja na hatua nyingine za matibabu kama mazoezi, na hata hivyo hizi dawa zitumike kwa muda mfupi, kwani zinaweza kuleta athari nyingine. Mazoezi ni njia salama na ya gharama nafuu katika kushughulika na maumivu ya mgongo. Yaani hizi pointi zichukue na uzimeze kama zilivyo.